na tuko na watu wengi wanataka kuegeza katika taifa letu la Kenya. Ndio tukaamua tukasema tuongeze export processing zones zingine 5. Kati ya hizo 5 ambayo tunaweka katika mpango yetu ya sasa, shilingi bilioni 1 ni yanasewa hapa Busia County. Na ni kwa sababu tunataka kuondoa kaunti ya Busia kuwa kaunti maskini, tuipangie kazi, kilimo, mambo ya aggregation, mambo ya special export processing zone, ndio tupange ajira ya vijana, tupange mambo ya maendeleo ya Busia wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Tumekubaliana vile vile viongozi hawa wenu, tumeongea mambo ya town hii ya Busia iko na changamoto, na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Busia, kwa sababu hii ni border town, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, muwe waangalifu hapa, tuipangie vizuri. Nimeshukuru governor panua sasa barabara. I want to promise you my friend, hiyo barabara tukimaliza budget, mimi naweka pesa ya kufanya dualing ya hii barabara kutoka Busia kwa boda mpaka pale inaitwa Korinda, ama inaitwa nini? Korinda, na baadaye nitasukuma tuone kama itaweza kufika na Mbale. Vile vile border town ya Malaba iko na msongamano mkubwa sana ya magari. Saa zingine hata inatutia aibu. Pia hiyo border town tukimaliza budget yetu ya mwaka huu ya Malaba, tunaweka pia dual carriageway ili tuweze kuondoa hiyo msongamano na tuweke hali ambayo biashara itaendelea katika border town ya Malaba na border town ya Busia. Haya ni mambo ambayo tungekuwa tumekamilisha zamani, lakini kwa sababu ya siasa hapo imechelewa. Lakini it is never too late to do the right thing. So we will do it. So tutashirikiana, tumeshakubaliana. Meanwhile, Bwana Governor, nitatumana hiyo barabara ianze sasa kushughulikiwa. Hata kama tunangojea budget, napanga vile kidogo ianza kushughulikiwa wakati tunapanga budget. Barabara ya kutoka St. Mary's hapa kwenda Burumba, sio inaitwa Burumba na nini, ilitengenezwa 1 kilomita ikakwama. Hiyo barabara nitaitengeneza mpaka ifike mahali pale tulikuwa tumeipangia. Barabara ya kutoka Busia hapa kwenda mpaka Alube iko 40%, nitahakikisha kwamba tunaikamilisha. Tunataka Busia County, wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tunapanga pia mambo ya maendeleo ya Busia. Nimewasikiza kwa makini mambo ya maji. Mmesikia vile tumetangaza mambo ya dams. Dam ya Ngololo hapa, dam ya Mount Elgon ambayo itakuja maji mpaka sehemu hii, dam ya Kocholia, hiyo dam zote tunapanga dams 100 kubwa, tunapanga dams zingine 1000 zile ndogo, na tunapanga ponds, water ponds, almost 3800 katika wizara yetu ya maji, and we are going to align with what the county has, so that as we do what we are doing nationally, we are also finding the bearing in every county so that we can support every county. Tunaelewana jameni? Vile vile mambo ya stima, nimesikia vile mmesema katika mpango yetu tunataka kuongeza watu 15,000 in the next 3 months katika Busia County. Nimesikia sehemu Butula kona fulani iko na matatizo, nitaona vile tutashirikiana katika harakati hiyo. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru kwamba tumeshirikiana, na nataka ni shukuru watu wa Busia na county government ya Busia na wabunge wa Busia na hata senator wetu Bwana Okia Omutata wa Busia, kwa sababu ya kukubali ya kwamba sote tufanye kazi kwa pamoja, tusaidiane. Si namna hiyo?
Mambo ya uchaguzi jameni, tulimaliza. Ile kazi imebaki sasa sio kushughulikia tena viongozi, sasa tushughulikie wananchi. Hawa mahasla, watu wa Busia, sasa ni nafasi yao tuwapangie mambo yao. Na katika hii budget, wacha niseme vizuri na munisikize kwa makini. Katika hii budget, mimi si wazimu. I know what I'm saying. Na mimi silewangi. Sio kama tunaelewana. So, katika hii budget nimeipanga vizuri. Kwanza, kazi yangu ya kwanza, niliwaahidi wa Kenya wa kawaida, niliwaahidi mahasla wa Kenya ya kwamba safari hii mpango itakuwa ni kuwainua wale walio chini, tufanye bottom up. Si tulikubaliana jameni? Na mahali tunaanzia ni pale kwa ajira. Hakuna vile unaweza kumuinua mtu wa chini kama hujampangia vile atakuwa na pesa kwa mfuko. Lazima tuwapangie ajira. Na nimepanga mambo 3 ya kupanga ajira ya hawa mahasla. Jambo la kwanza, kila ward tumekubaliana na wabunge. Katika budget hii nimeweka pesa ya kupeleka ICT hub katika kila ward. Ndio vijana katika kila ward tuanze kuwapanga na digital jobs. Ili kijana hapa Busia anaweza kufanya kazi Marekani bila ya kutoka hapa Busia kupitia mtandao. Number 1. Number 2, tumepanga mambo ya agro processing, value addition, manufacturing. Ndio munaona county aggregation and industrial park ya Busia tayari tumetangaza. Kwa sababu pale tunataka kutumia kilimo kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya, kwa kufanya value addition, kwa kufanya agro processing, kwa kuongeza manufacturing. Ndio tupange ajira ya hawa vijana mahasla ambao hawana ajira. Na jambo la 3 ni hiyo mpango ya housing. Hiyo mpango ya housing tayari county government 42 counties tumesha kubaliana na county governments mahali ardhi iko, ikiwemo county government ya Busia. Tayari Otuoma has identified mahali tutakuja kujenga hizo nyumba. Hapa tunataka kujenga nyumba 1500. Hizo nyumba 1500 tunahitaji vijana 25,000. Vijana wa Busia mko? Mbona sikii sauti yenu? Vijana wa Busia mko? Muko tayari ama hamuko tayari? Mimi nasema hivi, nahitaji vijana 25,000 tupange mambo ya housing. Wale engineers, architects, quantity surveyors, electricians, masons, carpenters, wale wote pamoja na laborers, wale ambao watatusaidia kujenga hiyo manyumba, kwa sababu ni lazima tuwe na mpango ambayo itapatia vijana wetu ajira. Hatuwezi kufanya guesswork, hatuwezi kuimba mambo ambayo haina mpango. We must have a plan, it must be deliberate and it must be practical. Sijui kama tunaelewana. Muko tayari tupangane huko? Sasa unajua kuna watu wanajaribu kuleta porojo ati kusema sijui housing fund inakatiwa 3%, sijui. Mimi nataka niulize nyinyi, watu wangapi wako na kazi hapa? Weka mkono kama uko na kazi. Kama uko na pay slip. Uko na pay slip. Wale watu wanapata pay slip weka mkono juu. Haya. Wale watu hawana pay slip weka mkono juu. Sasa wewe mtu ambaye huna pay slip, nimesema hawa wenye wako na pay slip watoe kitu kidogo tupange hata wewe ukuwe na pay slip. Alafu unakubali anakuja hapa anakudanganya kwa sababu yeye hataki kutoa kwa pay slip, anataka wewe uendelee kuhangaika barabarani. Bana, wacheni hiyo nani. Hapana. Jameni, mimi nataka niwaulize nyinyi viongozi tulio hapa. Sisi tukue na utu.
wale wengi ambao hawana ajira ni jukumu letu. Na ni jamaa moja, mwalimu mmoja alikuja aliniuliza Bwana President, sasa wewe unatusumbua ati sisi, mimi mwalimu nitoe 900 shillings ati ndio tupange housing, ati mtu ambaye hana kazi apate kazi. Hiyo inanihusu na nini? How is it my business? Unasikia? Sasa nikamwangalia huyo mwalimu, nikamjibu. Nikamwambia, mwalimu, wewe unajua ule mtu mwenye hana kazi, huyo ndiye analipa ushuru. Akienda dukani ananunua, tunakata ushuru. Akienda mahali anafanya, tunakata ushuru. Unajua huyo mwenye hana kazi ndiye analipa mshahara yako na mshahara ya rais. Sijui kama tunaelewana. Sasa niwaulize watu wa Busia, kama nyinyi mnatusaidia kulipa mshahara ya mwalimu, ya daktari, ya MCA, ya mjumbe, ya rais, tukitoa 3% ya pesa yetu ndio hata nyinyi mkue na kazi, iko makosa? Wacheni mchezo hiyo bwana, hapana. Hapana. No. Sijui kama tunaelewana. Yes. Tuko na vijana 500,000 Kenya hawana ajira, na sio wajinga, wamesoma. Wengi wanatoka form 4, wengine wamekuwa college, wengine mpaka university, lakini ni jukumu letu kama taifa kupanga ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. And that is why mimi nauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tusidanganyane. Hata nilisikia viongozi ndugu zetu wa upinzani jana wanasema ati wao ni jobless. Sasa my friends, mbona mnadanganyana? Wakenya wanalipa between 500,000 and 1 million kwa hawa wa jamaa pension, pesa ya Wakenya. Sasa mko jobless namna gani? Mtu anapata 1 million jobless? Mimi nataka niwaulize, sikizeni. Wacha niseme hii nikiwa Busia. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wacha niseme nikiwa Busia. Busia ni town peke yake. Nimetembea towns nyingi Kenya. Busia ni town peke yake nimekuta kuna kikundi inaitwa jobless. Ni kweli ama si kweli? Si tuko na kikundi ya jobless ambayo iko hapo kwa kona? Nimeenda mpaka huko. Na wanajiita jobless kwa sababu hawana kazi. Vijana 500,000 hawana kazi. How is it not our business, good people, for us to plan so that the millions of young people get jobs, wawe na payslip kama vile sisi tulio nayo?